Juma hili nitaanza moja kwa moja. Juma hili mpendwa, tunazungumzia umoja na mahusiano yaliyovunjika. Katika fungu letu la kukariri, kabla niseme fungu la kukariri kwa Kiingereza, tunazungumza kuhusu unity and broken relationships, yani nimesema umoja na mahusiano yaliyovunjika. Fungu letu kuu linatoka kitabu cha Warumi 5 mstari wa 10. For if when we were enemies, kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Wapendwa, kama ambavyo tumeona, hata baada ya Pentekoste, uhusiano miongoni mwa waumini wakati fulani ulikinzana. Kumbukumbu za Agano la Kale zilirudia mpendwa, mifano na namna ambayo viongozi wa kanisa na washiriki binafsi walishughulikia changamoto hizo. Hayo ndiyo mambo ambayo tunaona katika mwongozo wa siku ya leo, na ikiwa ulikosa na ule uliopita, tuliwahi kuona kidogo ya mambo hayo, jinsi ambavyo walikuwa na changamoto. Kanuni hizi mpendwa ni za msingi sana kwa ajili ya kanisa la leo. Kwa nini? Udhihirisha matokeo chanya yanayoweza kujitokeza tunapotumia kanuni za Biblia mpendwa, ili kushughulikia migogoro na kudumisha umoja wetu katika Kristo. Katika somo la juma hili tutajikita katika uhusiano uliorejeshwa na jinsi mahusiano yetu ya kibinadamu yalivyoathiri umoja wetu katika Kristo. Mpendwa, huduma, ningependa kurudia kwa huduma ya Roho Mtakatifu uhusisha kuwaleta watu karibu zaidi na Mungu na baina yao. Inahusisha kuondoa vizuizi katika uhusiano wetu na Mungu na kuondoa vizuizi katika mahusiano yetu sisi kwa sisi. Kifupi, udhihirisho mkuu kabisa wa nguvu ya Injili si lazima uwe kile kisemwacho na kanisa, bali jinsi kanisa linavyoishi. Kipenda kurudia kwa kudhihirisha mkuu kabisa wa nguvu wa Injili si lazima uwe kile kisemwacho na kanisa, bali jinsi kanisa linavyoishi. Katika lugha ya Kiingereza nasema namna gani? The greatest demonstration of the power of the gospel is not necessarily what the church says, but how the church lives. Hivyo mpendwa, ukisoma Yohana 13 mstari wa 35, Yohana anaandika, hivyo watu wote watatambua ya kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Kwa hivyo mpendwa, bila upendo huu mazungumzo yetu yote kuhusu umoja wa kanisa hayatakuwa na maana yoyote. Kwa hivyo naanza moja kwa moja kuzungumzia restored relationships, uhusiano ambao umerejeshwa. Paulo na Barnaba walifanya kazi pamoja katika kumshuhudia Yesu, lakini walitofautiana kuhusiana na kama wangemwamini mtu aliyekuwa mwoga kama Yohana Marko. Yani katika lugha ya Kiingereza alikuwa anaitwa John Mark. Hicho ni kitabu cha Matendo ya Mitume chapter 15 verses 36 to 39. The potential dangers of preaching the gospel had caused John Mark at one point to desert Paul and Barnabas and return home. Yani mpendwa, wakati fulani uwezekano wa kutokea hatari wakati wa kuhubiri Injili ulimfanya Yohana Marko wakati fulani kumwacha Paulo na Barnaba na kurejea nyumbani. Pata wakati soma kitabu hicho cha Matendo ya Mitume 13 na aswa mstari wa 13. Ndio maana dada White anaandika mpendwa katika kitabu The Acts of the Apostles that this decision caused Paul to judge Mark unfavorably, yani
kuondoka huku kulimfanya Paulo amchukulie Marko kama asiyefaa, na hata kwa ukali muda huo mpendwa. Barnaba kwa upande mwingine alikuwa na mwelekeo wa kumpatia simile wa kumpatia simile wakati mwingine mpendwa, kwa sababu ya kutokuwa na uzoefu. Alitamani kwamba Marko asiache huduma hiyo, kwa vile aliona ndani yake vigezo ambavyo vingemfanya afaye kuwa mtendakazi mwenye ufanisi kwa ajili ya Kristo. Huo ni ukurasa wa 170. Japo Mungu aliwatumia watu hao wote, ukinzani miongoni mwao mpendo ulihitaji ufumbuzi. Mtume aliyehubiri neema alipaswa kuonesha neema kwa mhubiri huyu basi kijana aliyekuwa amemfadhaisha. Wakati mwingi ningependa nikomea hapo kidogo niseme kuwa wakati mwingi tunayohubiri ni mengine na tunayotenda ni mengine. Lakini sasa hapa unaona mpendwa, aliyekuwa anahubiri kuhusu msamaha, sasa hapa basi anapaswa kusamehe. Yohana Marko mpendwa alikuwa katika unasihi wenye kumtia moyo kutoka kwa Barnaba. Mstari wa 39 hiyo Matendo 15. Na hatimaye mpendwa, moyo wa Paulo kwa namna fulani ukaguswa na mabadiliko. Sasa ni jinsi gani nyaraka za Paulo basi kwa Timotheo na kanisa la Kolosai udhihirisha uhusiano wake na Yohana Marko uliorejeshwa na imani mpya katika mhubiri huyu kijana, huyu barabara huyu. Katika Wakolosai ine mstari wa 10-11, 2 Timothy chapter 4 verse 11. Ingawa maelezo ya kina ya maafikiano ya Paulo na Yohana Marko hayatoshelezi, rekodi ya Biblia mpendwa hapa ni bayana. Yohana Marko alikuwa mmoja hapo wa wanabizi wa mtume walioaminiwa. Paulo alimpendekeza vyema Yohana Marko kwa kanisa la Kolosai kama mtendakazi. Ukisoma hapa 2 Timothy chapter 4 verse 11, anamtaja kama mtendakazi mwenza. Mwishoni mwa maisha ya Paulo mpendwa, anamuhimiza sana Timotheo basi aende na Yohana Marko huko Rumi. Kwa nini? Kwa sababu alimufaa kwa utumishi. Kwa hivyo huduma ya Paulo ilinufaishwa na mhubiri huyu kijana ambaye mpendwa ni dhahiri alikuwa amemsamehe. Kwa hivyo kizuizi kati yao kilikuwa kimeondolewa. Nao waliweza kufanya kazi pamoja katika huduma ya Injili licha ya migogoro kati yao na vyovyote vile ambavyo Paulo aliweza kuamini kwamba alikuwa na haki kuhusiana na mwenendo wake wa awali dhidi ya Yohana Marko. Mpendo yote yalikuwa yamepita sasa kuna swali hapo limewekwa kwa ajili yangu na wewe. How can we learn to forgive those who have hurt or disappointed us? Tunawezaje kujifunza basi kuwasamehe wale ambao wametuumiza au kutufadhaisha? Wakati huo kwa nini basi msamaha si wakati wote uhusisha urejeshwaji kamili wa uhusiano wa zamani? Yani, why does forgiveness not always include a complete restoration of a previous relationship? Najua ukisamehe mtu umemsamehe, lakini si kila wakati inamaanisha kuwa ukisamehe mtu mtarejea kuwa ama atarejea katika ile namna ya kwanza ya awali ama umrejeshe yale marejeo. Lakini kwa nini haitajiki wakati wote kuwa hivyo? Hebu jiulize peke yako. Kwa sababu ya muda ningependa nikupeleke sehemu ya pili, from slave to son, kutoka mtumwa hadi mwana. Mpendwa, wakati akiwa kifungoni huko Rumi, Paulo anakutana na mtumwa aliyetoroka aitwaye Onesimo. Onesimo alikimbia kutoka Kolosai ili akaenda kule Rumi. Paulo hapa anatambua kwamba alimfahamu binafsi bwana wa Onesimo. Nasema nini? That he personally knew Onesimus as master. Najua kama wewe ni mtumwa
kisha ukutane na mtu anakuambia hata kama ulitoroka anajua mkubwa wako. Ni jambo la kuogofya sana. Kwa hivyo Paulo hapa anatambua kwamba alimfahamu binafsi bwana wa Onesimo. Waraka kwa Filemon ni wito binafsi wa Paulo kwa rafiki yake juu ya uhusiano uliorejeshwa na mtumwa huyu aliyekuwa ametoroka. Kwa hivyo mpendwa, mahusiano yalikuwa swala la msingi kwa Paulo. Huyu mtume alijua kwamba mahusiano yaliyovurugika ni hatari kwa ukuaji wa kiroho, kwa umoja wa kanisa. Kwa hivyo mpendwa, Filemoni alikuwa kiongozi wa kanisa huko Kolosai. Kama angedumisha uchungu dhidi ya Onesimo, hali hiyo ingechafua ushuhuda wake wa Kristo na ushuhuda wa kanisa kwa jumuiya ya wasioamini. Ningependa upate wakati usome Filemoni 1:25 ili uone kanuni zipi ambazo ni muhimu zinazungumziwa hapa mpendwa, juu ya mahusiano yaliyorejeshwa ambazo tunaweza kupata, na tujue kuwa neno la msingi hapa ni kanuni. Kwa hivyo mpendwa, kwa mtazamo wa haraka, kushangaza kiasi fulani kwamba Paulo hakuzungumza kwa dhati akipinga maovu ya utumwa, lakini mkakati wa Paulo ulikuwa na ufanisi zaidi. Kimsingi, Galatians chapter 3 verse 28, Colossians 3:10 and 11, Injili inavunja tofauti zote za kitabaka. Ili labda kwa Kiingereza utalisikia vema kabisa. Ninazungumzia nini? The gospel ideally it breaks down all class distinctions. Wakati unaona bado tunasema huyu ni nesi, huyu ni engineer, huyu ni mtu fulani, Injili haijatuingia. Ndio maana tunasema hata kanisani hizo tofauti zipo. Lakini ikiwa Injili itatuingia vema, hapa tunasoma namna gani? Kwa mpendwa, Injili inavunja tofauti zote za kitabaka. Mtume alimwagiza Onesimo akirudi kwa Filemon si kama mtumwa, bali kama mwanawe katika Yesu, na kama ndugu mpendwa. Ukisoma Filemoni 16, kama ndugu mpendwa wa Filemoni katika Bwana. Paulo alijua kwamba watumwa waliotoroka hawakuwa na tumaini la wakati ujao. Wangeweza kukamatwa wakati wowote, na walikabiliwa na maisha ya upweke na umaskini. Lakini sana mpendwa, nduguye Filemoni katika Kristo na mtendakazi mwenza Onesimo angeweza kuwa na maisha bora. Chakula chake, malazi na kazi vingepatikana kupitia Filemoni. Kwa hivyo urejeshwaji mpendwa wa uhusiano uliovunjika ungebadilisha sana maisha yake. Alikuwa ndugu mwaminifu, mpendwa na mtendakazi mwenza katika Injili pamoja na Paulo. Kusoma Colossians chapter 4 verse 9. Kwa hivyo Paulo alikuwa na juhudi kubwa. Alikuwa amedhamiria sana katika shauku yake ya upatanisho kati yao, kiasi kwamba alikuwa radhi kulipa kutoka mfukoni mwake masuala yote ya fedha ambayo mpendo yangeliweza kujitokeza kutokana na kile kilichotokea kati ya waumini hawa wawili katika Yesu. Drawing from the principles of the gospel as seen here. Nini uwezacho kuchukua kinachoweza kukusaidia kushughulikia mitanziko na ukinzani wowote, hata mipasuko ulionayo katika mahusiano na wengine? What can you take away that can help you deal with whatever stresses and strains, even fractures, you have in relationship with others? How can these principles prevent a breakdown in the unity of your local church? Ni kwa jinsi gani kanuni hizi zinaweza kuzuia kuvunjika kwa umoja wa kanisa lako mahali? Jambo la tatu asubuhi ya leo. Spiritual gifts for unity. Kumbuka hapa tunazungumzia uhusiano, yani umoja na uhusiano uliovunjika. Jambo la tatu, spiritual gifts for unity. Karama za roho kwa ajili ya umoja. Kama ambavyo tumeona kwenye somo ili limepita mpendwa,
kanisa huko Korinto lilikuwa na matatizo makubwa. Ni kanuni zipi anazoeleza Paulo katika 1 Corinthians 3:5-11? Hiyo tulisoma, na 2 Corinthians chapter 10 kuanzia 12 kwa ajili ya uponyaji na urejeshwaji, ambazo ni za msingi sana kwa ajili ya umoja wa kanisa. Ukisoma katika maandiko haya, mtume anaeleza kanuni za msingi sana kwa ajili ya umoja wa kanisa. Anabainisha kwamba Yesu anatumia watendakazi mbalimbali ili kutimiza huduma tofauti katika kanisa lake. Na mpendwa, hata kama kila mmoja anatenda kazi pamoja kwa ajili ya ujenzi wa ufalme wa Mungu, bado anatumia kila mmoja. Tuko katika 1 Corinthians chapter 3 verse 9, ambayo katika lugha ya Kiingereza inasema, for we are God's fellow workers. You are God's field, you are God's building. Kwa hivyo God calls us to cooperation, not competition. Wakati mwingine hili linatusumbua sana. Mungu anatuita kwa ajili ya ushirikiano, si ushindani. Kila muumini anapewa karama na Mungu ili kushirikiana katika kuhudumia mwili wa Kristo na kuitumikia jamii. Wapendwa, hakuna vipawa vikubwa au vidogo zaidi. Na wengine wakisema mimi nimepewa kipawa kidogo, mwingine anasema amepewa kipawa kikubwa. Hakuna yule ambaye amepewa kipawa kikubwa ama kidogo. Yaani hakuna vipawa vikubwa au vidogo zaidi. Vyote ni muhimu sana katika kanisa la Kristo. Karama zetu mpendwa tulizopewa na Mungu si kwa ajili ya maonesho ya ubinafsi. It's not like a show. Huko tunaenda nyumbani tunajua maonyesho ya kilimo. Kwa hivyo hujapewa karama hiyo kwa ajili ya maonesho ya ubinafsi. Na utolewa na Roho Mtakatifu mpendwa kwa ajili ya huduma ya kueneza Injili. Hali zote za kujilinganisha na wengine mpendwa si busara. Unaona mtu anasema hata mimi nifanye kama fulani. Kwa sababu mpendwa zinatufanya tuvunjike moyo au kujikweza. Kama tukifikiri kwamba wengine ni bora zaidi kuliko sisi, tutajisikia kufa moyo tunapojilinganisha nao na kukata tamaa kirahisi katika huduma yoyote tunayoifanya. Kwa hivyo mpendwa, hatujapewa karama ili tuweze kushindana na wengine. Na kwa upande mwingine, kama tukidhani utendaji wetu kwa ajili ya Kristo ni wenye ufanisi zaidi kuliko kazi ya wengine, pendwa, tutakabiliwa na hisia za majivuno, na jambo la mwisho kwa Mkristo kutunza moyoni. Mitazamo yote miwili mpendwa huafifisha ufanisi wetu kwa ajili ya Kristo na ushirika tulio nao sisi kwa sisi. Kadiri tunavyofanya kazi ndani ya eneo la utendaji ambalo Kristo ametupatia, maana amepatia kila mmoja sehemu yake, tutapata furaha na ridhaa katika ushuhuda wetu kwa ajili ya Kristo. Kwa hivyo shughuli zetu za utendaji zitakamilisha juhudi za washiriki wengine. Nikipenda kurudia kwa shughuli zetu za utendaji zitakamilisha juhudi za washiriki wengine, na kanisa la Kristo litapiga hatua kuu kwa ajili ya ufalme. Pendo, nina swali kwako kutamatisha sehemu hii ya 3. Je, unaweza kumfikiria mtu fulani ambaye karama zake katika huduma zimekufanya uwe na hisia za wifu? Si vigumu, si ndivyo? Wakati huo ni mara nyingi kiasi gani umekabiliwa na hisia za majivuno kwa ajili ya karama zako tofauti na zile za wengine? Unasikia, I think I have something better than the rest. Wazo la msingi hapa mpendo ni kwamba jambo linalomhangaisha Paulo ni uhalisia wa kudumu katika wanadamu walioanguka dhambini. Licha ya upande tunaoanguka mpendwa, tunawezaje basi kujifunza mienendo isiyo ya kibinafsi inayohitajika ili kudumisha umoja wetu katika Kristo? Sehemu ya 4 ya 5
forgiveness. Msamaha. Niko karibu kumalisha. Msamaha ni nini? Je, msamaha huhalalisha tabia ya mtu fulani ambaye ametukosea sana? Yaani ukisamehe mtu, hiyo ni kukubali kuwa aliyotenda ni mazuri? Hilo ndio swali linauliza. Je, msamaha wangu hutegemea toba ya mkosaji? Lazima mtu aje akuombe msamaha ndio msamehe? Habari gani kama yule ambaye amenifadhaisha na hastahili msamaha wangu? Mpendwa, Warumi 2:4. Kristo alichukua hatua ya kwanza katika kutupatanisha kwake mwenyewe. Maana anasema Romans 2:4, wema wa Mungu ndio wa kuvuta upate kutubu. Ni wema wa Mungu mpendwa, ndio wa kuvuta upate kutubu. Katika Kristo tulipatanishwa na Mungu wakati tungali wa dhambi. Toba na ungamo letu mpendwa halijengi upatanisho. Mauti ya Kristo msalabani ilifanya hivyo. Nataka kurudia, usije ukafikiria kana kwamba toba na ungamo lako ndio lilijenga huu upatanisho. Hapana. Mauti ya Kristo msalabani ndiyo yaliyojenga upatanisho. Sehemu yetu ni kukubali kile kilichofanywa kwa ajili yetu. Ni kweli kwamba hatuwezi kupokea baraka za msamaha hadi tunapokuwa tumeungama dhambi zetu, ni kweli. Lakini hii haimaanishi kwamba ungamo letu uhunda msamaha moyoni mwa Mungu. Msamaha ulikuwa moyoni mwake wakati wote. Ungamo badala yake utuwezesha sasa kuupokea. 1 John chapter 1:9. Ungamo ni hatua ya msingi sana, si kwa sababu hubadilisha mwenendo wa Mungu mpendo kwetu, bali kwa sababu hubadilisha mwenendo wetu kwa Mungu. Tunapojisalimisha chini ya nguvu ya Roho Mtakatifu isadikishayo ili kutubu na kuungama dhambi zetu, tunabadilishwa. Kwa hivyo mpendwa, msamaha ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wetu wa kiroho. Kushindwa kusamehe mtu fulani mpendwa ambaye ametukosea, hata kama hastahili msamaha, kunaweza kutudhuru sisi wenyewe kuliko mtu huyo. Sijui kama umelipata hivyo. Kutomsamehe mtu kunaweza kukudhuru wewe zaidi kuliko utakavyomfanya yule mtu. Kama mtu fulani amekukosea na maumivu yanachoma kwa ndani kwa sababu unashindwa kusamehe, unaruhusu ya kudhuru hata zaidi. Ni mara nyingi kiasi gani mpendwa, hisia na maumivu hayo ni sababu ya mgawanyiko na mitanziko kanisani. Naona watu wako kanisani wamesamehana ama wanacheka tu meno nje, lakini ndani hawaelewani. Ndani hawajasamehana. Unajiumiza peke yako. Ni mara nyingi basi kiasi gani hisia na maumivu hayo unayaona yanaleta migawanyiko na mitanziko kanisani. Maumivu ambayo mpendwa hayajafanyiwa ufumbuzi miongoni mwa washiriki wa kanisa yanaweza kuharibu moja wa mwili wa Kristo. Msamaha ni kumfungulia mwingine kutoka katika hukumu, kwa sababu Kristo ametufungulia kutoka katika hukumu yake. Hii haihalalishi tabia ya mhusika dhidi yetu. Haisemi kuwa alitenda vema. Tunaweza kupatanishwa na mtu fulani ambaye ametukosea, kwa vile Kristo alitupatanisha kwake mwenyewe tulipomkosea. Mpendwa, nataka kutamatisha nikisema kuwa tunaweza kusamehe kwa sababu tumesamehewa. Tunaweza kupenda kwa sababu tumependwa. Msamaha ni uchaguzi, si jambo la it's not a forcing matter. Useme kuwa sisi ni wa Kristo lazima tusamehe wengine, kwa hivyo nimewaruhusu samehe wengine. Si jambo la kulazimisha. Ni uchaguzi mtu atafanya. Unaweza kusema na wasi tusameheane, lakini sio na waamuru, kwa sababu una uwezo wote. Kwa hivyo tunaweza kuchagua kusamehe licha ya matendo au mienendo ya mtu mwingine. Hii ni roho halisi ya Yesu. Mpendo, kutafakari msamaha tulio nao katika Kristo utusaidiaje kujifunza kuwasamehe wengine,
Kwa nini msamaha huu ni kipengele muhimu sana kwa ajili ya uzoefu wetu wa Kristo? Nisungumzie jambo la mwisho asubuhi ya leo about restoration and unity. Na ninasoma kitabu cha Mathayo 18 mstari wa 15 hadi 17. Moreover, if your brother sins against you, ndugu yako akikukosea, nendeni kumweleze, kumuoneshe makosa yake. Go and tell him his fault between you and him alone. Sijui kama mnaipata hiyo. If he hears you akikusikiza, you have gained your brother. But if he will not hear, kama hata sikia, take with you another one or two more, that by the mouth of the 2 or 3 witnesses every word may be established. Anaweza kusema ulisema mengine, lakini wakiwa wawili watatu kila jambo litathibitishwa. Mstari wa 17 katika kitabu cha Mathayo 18 unasema, and if he refuses to hear them, na akikataa kuwasikiza, tell it to the church, ambia kanisa. But if he refuses even to hear the church, let him be to you like a heathen and a tax collector. Wakati mwingi tunakosana kanisani kama kwa sababu sisi ni wanadamu. Sasa mkikosana basi enenda wewe peke yako. Usiende na watu mara ya kwanza unasema wacha tuende na fulani. Enda wewe peke yako. Akikataa, sasa tafuta mtu mwingine, mmoja ama wawili, muende nao. Akikataa, sasa ambieni kanisa kuwa mlikosana na wewe umefanya sehemu yako ya kuomba msamaha, amekataa, kanisa imuongeleshe. Na kanisa letu mnajua jinsi ambavyo linamuongelesha is through the leadership, through the board, and finally through the business meeting. Hayo yote yakishinda, basi utafanya namna gani? Utamwona kama a heathen, mtu asiyemjua Mungu, ama mtoza ushuru? Kwa sababu walio kanisani, kama kanisa limekuuliza jambo na imekuwa ni kwa ajili ya kanisa na umekataa, haya basi umetenda kazi yenu. Mpendwa, ni hatua gani mbili unaona Yesu anatupatia hapa ili kusuluhisha migogoro tunapokosewa na mshiriki mwingine wa kanisa? Kumbuka, huyu ni mshiriki mwingine wa kanisa, lakini tunaweza kutumia maneno haya katika mazingira yetu ya sasa. Okay. Wacha nitamatishe nikisema kuwa shauku ya Yesu katika kutoa ushauri huu wa Mathayo 18 ni kuhakikisha kwamba mgogoro baina ya watu kanisani inabaki katika kundi dogo kadri iwezekanavyo. Najua sasa umelipata hilo. Yaani ni kuhakikisha kwamba mgogoro baina ya watu kanisani inabaki katika kundi dogo kadri iwezekanavyo. Sasa wewe jambo limetendeka leo, hujamwendea hata ndugu yako hapa nje, watu ambao waje hata kanisani, umeanza kutangaza kwao, umeanza kuongea nao kuhusu jambo hili. Jameni, hapa shauku ya Yesu wakati anatoa ushauri huu ni kwamba mgogoro baina ya watu kanisani ibaki katika kundi dogo kadri iwezekanavyo. Kusudi lake, mpendwa, ni kwamba watu wawili ambao wamehusika wasuluhishe tatizo hilo wao wenyewe. Hii ndio sababu anaeleza kwamba na ndugu yako akikukosea, enenda ukamuonye wewe na yeye peke yenu. Akikusikia, umempata ndugu huyo. Mstari wa 15 tumesoma. Lakini mpendwa, kadri ambavyo idadi ya watu wanaohusishwa kwenye mgogoro fulani baina ya watu wawili inaongezeka, ndivyo ukinzani mkubwa zaidi unavyoweza kuibuka, na ndivyo inaweza kuathiri ushirika wa waumini wengine. Watu, mpendwa, ujikusanya katika pande tofauti na mistari ya vita uchorwa. Lakini Wakristo wanapojaribu kusuluhisha tofauti zao kwa faraga
na katika roho ya upendo wa Kristo na maelewano, mazingira na maafikiano huundwa mpendwa. Mazingira haya ni sahihi kwa Roho Mtakatifu kutenda kazi pamoja nao kadri wanavyojitahidi kusuluhisha tofauti zao. Maana unajua kuna watu ambao hawajitahidi kabisa, yaani kila mtu anavuta upande wake ili aone kuwa ameshinda. Watu hawana haja yoyote ya kusuluhisha jambo. Nyakati zingine mpendwa, mialiko au hatua binafsi kwa ajili ya kusuluhisha mgogoro haina ufanisi. Katika hali hizi mpendwa, Yesu anatutaka kumchukua mtu au watu wawili wengine. Hatua hii pia katika mchakato wa maafikiano mpendwa, lazima daima ifuatwe hatua ya kwanza. Nimesema na nikarudia kuwa usije, Yesu anasema mwenyewe, usije ukaenda hii hatua ya pili ikiwa hujapitia hatua ya kwanza. Kwa hivyo mpendwa, katika mchakato huu wa maafikiano, lazima hatua hii daima ifuate hatua ile ya kwanza ya kwenda wewe mwenyewe. Lengo ni kuwaleta watu pamoja na wala si kuwatenganisha zaidi. Mtu mmoja au wawili wanaojiunga kwa upande wa aliyekosewa mpendwa, hawaji ili kudhibitisha wazo lake au kuungana naye katika kumlaumu mtu mwingine. Maana hayo ndio tunayohoya tena kila wakati. Unakuja kusuluhisha jambo, lakini unachukua you take sides. Kiwa ni ndugu ntiri amekosewa, you take sides, unasema najua ulikosewa, tunaomba msamaha sana, kisha mnaonesha kana kwamba huyu ndiye alikosa. Hilo halitaweza kusuluhisha. Kwa hivyo mpendwa, wakati watu wawili wanakuja ili kudhibitisha, hawaji kudhibitisha wazo au kuungana na yeyote katika kumlaumu mtu mwingine. Maana wanakuja mpendwa katika upendo na huruma ya Kikristo kama washauri na washirika katika maombi, ili kushiriki katika mchakato wa kuwaleta pamoja watu hawa wawili ambao wamekoseana. Zipo nyakati ambazo mpendwa, jitihada zote za kuhusisha tatizo hazifanye kazi. Katika hali hii, Yesu anatuelekeza kuleta swala hilo kanisani basi. Hakika asungumzii kukatisha huduma ya shule ya Sabato kwa kuingiza swala binafsi la mgogoro. Yaani watu wanaendelea kujifundisha, unasema kabla tuendelee, kuna watu ambao wamekosana hapa, tunataka kusuluhisha. Hamaanishi ukatishe huduma ya shule ya Sabato kwa kuingiza swala hili binafsi la mgogoro. Mahali halisi mpendo, mahali sahihi pa kuleta swala hilo, endapo hatua mbili za kwanza hazijasaidia kupatanisha makundi haya mawili, ni baraza la kanisa. Jinsi ambavyo nimesema awali. Kwa mara nyingine tena, kusudi la Kristo ni maafikiano, si kushtumu upande mmoja na kuunga mkono mwingine. Niruhusu nisome Gospel Workers, maana ndio sehemu yangu ya mwisho na ni somo langu la mwisho ili tutamatishe. Linasema hivi: do not suffer resentment to ripen into malice. Usiruhusu uchungu ukomae na kuwa nia mbaya ya kudhuru. Do not allow the wound to fester and break out in poisoned words which taint the minds of those who hear. Usilipatie nafasi jeraha litunge usaha na kupasuka katika maneno yenye sumu yanayochafua akili za wale wanaosikia mpendo. Usiruhusu mawazo ya uchungu yaendelee kuchaza akili yako na yake. Nenda kwa nduguyo na katika unyenyekevu na unyofu, zungumza naye kuhusiana na swala hilo. Mpendwa, go to your brother and in humility and sincerity talk with him about the matter. Wapendwa,
Ni mengi ambayo tungezungumzia kuhusu msamaha. Watenda kazi wanapokuwa na Kristo akiishi rohoni mwao, wakati ubinafsi wote unapokuwa umekufa, wakati ambapo hakuna ushindani, hakuna harakati za kutafuta ukuu, umoja unakuwepo. Mpendwa, wanapojitakasa kiasi kwamba upendo wa mtu kwa mwingine unaonekana na kutambulika moyoni, hapo ndipo manyunyu ya neema ya Roho Mtakatifu hakika kabisa yatawajia, kama ambavyo ahadi ya Mungu haitaweza kushindwa kamwe katika yodi au nukta moja. Kusoma Selected Messages book 1 ukurasa 175 itakuambia hayo. Na Last Day Event ukurasa 190 nayo inakuambia kama tunasimama katika siku ile kuu ya Bwana pamoja na Kristo kama kimbilio letu, munara wetu mkuu, lazima tuweke kando hisia zote za usuda, hali zote za kushindania ukuu. Lazima tuangamize kabisa mizizi ya mambo haya maovu ili yasichipue tena maishani. Lazima tujikabidhi kikamilifu katika upande wa Bwana. Wapendwa, Injili ya Yesu Kristo inahusu uponyaji na mabadiliko. Na mambo haya yanapotokea hayawezi kufanya lingine zaidi na zaidi ya kuleta mabadiliko katika uhusiano wetu na wengine. Biblia inatupatia kanuni na mifano dhabiti ya namna tunavyoweza kuwa na mahusiano mema ya kina pamoja na wengine. Hata katika ulimwengu huu wa dhambi, mpendwa, inawezekana. Kwa Kiingereza tumesema namna gani? The gospel of Jesus Christ is about healing and transformation. And when these come, they cannot help impacting our relationship with others. The Bible gives us powerful principles and examples of how we can have good and close relationships with others, even in this world of sin. Mungu awabariki tunapoendelea kujifunza. Na kwa ufupi tumejifunza kuhusu umoja na mahusiano ambayo yamevunjika. Tukaona mfano ya urafiki uliorejeshwa, na tumezungumzia kutoka mtumwa hadi kwa mwana, tukizungumzia Onesimo na mkubwa wake. Na vile vile tumezungumzia karama za Roho kwa ajili ya umoja, na tukatamatisha kuzungumzia msamaha na mwishowe urejeshwaji na umoja. Mungu na akubariki. Naamini kuwa neno hili limekuwa la muhimu na maana kwako. Tuombe. Mungu na Baba yetu, asante kwa neno lako. Umetufundisha asubuhi ya leo kuhusu umoja na mahusiano yaliyovunjika. Ni hakika umetuonyesha kuwa inawezekana urafiki urejeshwe, na umetuhakikisha kuwa tukiona mmoja kuwa si mtumwa tena, lakini kama mwana, tukiona kama sisi ni ndugu wa moja, tunaweza kuwa na mabadiliko. Na vile vile umeahidi kuwa utatuwezesha tutumie our gift for unity, na umetuuliza tuweze kusameheana ili uweze kuturejesha na kurejesha umoja ambao ulikuwa umeharibika. Mungu, kuwa pamoja nasi, tusamehe dhambi na utuwezeshe haya yote yawezekane, ili dunia yote ijue kuwa wewe, ijue upendo wako. Kuwa na sisi asubuhi ya leo, kuwa na sisi siku ya leo, kuwa na sisi na hata milele, na uturuhusu nasi tuwe nawe ili tukukaribishe katika roho zetu na tukayatende yaliyo mapenzi yako. Wakati mwingine kwa sababu ya dhambi na ubinadamu wetu tunatenda mabaya, na tunatenda jinsi ambavyo tunajisikia. Tuwezeshe sasa tuenende na kutenda jinsi ambavyo umetudhihirishia katika maandiko. Wana wako wengine
ni wagonjwa kwa sababu ya dhambi. Dunia ya dhambi wanateseka na magonjwa. Tunajua kuwa haikuwa mapenzi yako tuendelee kuua, tuendelee kuona vifo, tuendelee kuteseka dunia hii. Mapenzi yako ni kwamba tukishinda tupokee uzima wa milele na tuende katika nchi ambayo haitakuwa na mauti, haitakuwa na vifo, haitakuwa na magonjwa, haitakuwa na shida. Na tutatazamia siku ile ambapo tutakulaki mawinguni tukisema, naam Bwana, wewe ndiwe tuliyekuwa tunangoja. Hebu sasa na ututayarishe kwa ajili ya ufalme wako, na utuwezeshe, tukuoneshe katika mienendo yetu, katika jina la Yesu tumeomba. Amen. Amen. Asante sana. Asante sana. Mungu na awabariki.